haiko kwa baba yake, iko kwenye ulisi. Na ndio maana sasa mtu anaweza akaona tu hata nafasi ya wana ni ndogo. Sio ndogo. Nafasi ya wana tulionao kwa Mungu ni nafasi ya kulisi vitu vya Mungu. Tunapokaa kama wana kwa Mungu, tumekaa kwenye nafasi ya kuvibeba na kuvimiliki vitu vya Mungu. Mwanadamu hayuko sasa kwenye uwepo wa Mungu tena. Wanadamu walipokuja, manabii wakaja, Torati ikaja, ikagonga mwamba. Mungu akasema sasa, kinachofuata ni mimi mwenyewe ninakwenda. Ni mimi mwenyewe ninakwenda. Tunaona Mariamu anachukua mimba. Mimba yenyewe ni ile ambayo haielezeki, ambayo ukituambia wewe leo unayo hatutakuelewa, kwa sababu ilikuwa ni mara moja tu. Ni Mungu mwenyewe aliiweka ndani ya mwanadamu ili kuweza kukamilisha kitu chake. Kwa hiyo anasema Mungu akamtuma Yesu. Yesu alipokuja kwa mwanadamu, maandiko anasema Yesu sasa akaja kwa mwanadamu. Usifikiri kama umjui mwanadamu ni huyo hapa. Kwa hiyo Yesu akaja kwa mwanadamu. Njoo sasa kwa mwanadamu. Alipokuja kwa mwanadamu, Yesu huyu huyu akamchukua mwanadamu huyu akamrudisha kwenye nafasi ya Mungu. Kwa hiyo aliporudishwa kwenye nafasi aliyokuwepo yeye na Mungu wake, maana yake anaweza tena kuoperate kama mwanzoni alivyokuwa na operate. Kwa hiyo kila ambacho mwanadamu alipaswa kukifanya anaendelea tena kukifanya sasa hivi baada ya kumwamini Kristo. Kwa hiyo ndio maana sasa Kristo anasema alipokuja akatupatanisha na Mungu, na hakuishia tu kutupatanisha na Mungu, akatupa huduma ya patanisho. Kwa hiyo mwanadamu yule nafasi ya kuwachukua watu wengine wasioamini anawaleta kwa Mungu. Mwanadamu yule ana nafasi ya kuwafuata wengine ambao wanaona wamepotea na kuwarudisha kila ambacho mwana wa Adamu alikuja kukifanya ili kutafuta na kuokoa kilichopotea. Mwanadamu huyu ile jukumu alipokutana na Kristo akarudishwa kwa Mungu, ile ya kumtafuta na kumwokoa kile aliyepotea liko kwa mwanadamu tena. Hautamwona Kristo akija kukutafuta, yuko hapa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndio maana sasa tunapata imani. Alipomaliza kumwokoa, akampa huduma ya upatanisho. Sina huduma yoyote mtumishi. Mimi niambie ninaona ninaweza kushauri. Sawa, asante kabisa. Si umeokoka? Ndio. Waambie watu kila ambacho Yesu amekufanyia. Alitupatanisha pamoja na nafsi yake. Mungu anachokiwaza, mwanadamu ameingia kwenye kuwaza. Na sio kila mwanadamu. Mwanadamu mwenye Kristo ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu Kristo alichua roho yake akaiweka kwa mwanadamu. Na ndio maana sasa anasema tunayajua hata yaliyo ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tuna roho yake. Mwenye roho yangu anaweza kuyajua mambo ya Mungu. Mwenye roho ya Mungu anaweza kuyajua mambo ya Mungu. Moja ya nafasi ya kuyajua mambo ya Mungu, you must have the Spirit of God. Alitupatanisha na akatupa huduma ya upatanisho. Kwa hiyo kama ukiokoka, hauna kitu cha kujitetea. Sina cha kuambia watu mimi. Niwaambie nini sasa? Waambie hicho ulichopewa na Kristo. Nini Kristo alichokupa? Amekupa wokovu. Nini Kristo alichokupa? Uzima wa milele. Nini Kristo alichokupa? Ushindi dhidi ya dhambi. Hicho ambacho Kristo amekifanya kwenye maisha yako, ni hicho unapaswa uwape hata watu wengine. Mstari wa 19. Mstari wa 19. Akaja kutafuta na kuokoa. Mstari wa 19. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo, reconciling the world na nafsi yake unto himself. Anasema asiwahesabie makosa yao. Not imputing that naye nani? Unto them. Naye nani? And naye nani? Naye nani? Naye nani? Naye nani? Anasema naye Yesu ametia ndani yetu neno la the word of nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Go unto the world and preach the gospel. Nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri into the whole world. Neno hilo liko ndani yako. That word is hatujifanyi kuhubiri injili. We don't pretend tumeitwa ili tuhubiri. We are called to preach the gospel. Hatuokoki ili tufanye nini? Tumeokoka kwa ajili ya usalama wa roho zetu, lakini pia kwa ajili ya kuwaleta wengine walioko gizani ili waweze kuja nuruni. Ametia neno la upatanisho.
The word of Moja ya reconciliation. kitu ambacho unapaswa ufahamu One of the things you must know ni kwamba is that tumeitwa na Mungu we are called by kwa God njia ya Kristo. through Christ Jesus. Tumeitwa na Mungu We are called by kwa God njia ya Kristo. through Christ Jesus. Yesu hakuja akasema mimi ndo Jesus niliyewaita. didn't come and say, Yesu I'm the mwenyewe one who anasema called you. mimi ndimi njia He says, I'm the ya way, kweli na uzima. the truth and the life. Mtu haji kwa Baba No one comes to the isipokuwa Father kwa njia ya mimi. except by me. Yohana 16. John Yeye 14. mwenyewe anajua yeye ni He njia. knows he's the Kwa hiyo way. tumeitwa na Mungu We are called by God kwa njia ya Kristo. through Christ Jesus. Hatuwezi kwenda kwa We aliyetuita, can't go to the one who lazima called us. tupite kwenye njia ya We Kristo. must follow the way Ujumbe of wetu Christ. unapaswa kuwa ni Our Kristo. message should be Christ. Chochote chetu, huduma yetu inapaswa kuwa Our ni ministry Kristo. should be Christ. Kila kitu tulicho nacho Everything we have kinapaswa kuwa ni Kristo. must be Christ. Amen. Amen. Ndio maana utaona kwenye Mathayo sura ya That's why you see in the 5:48 book of Matthew, anasema kama yeye aliyewaita, as the one who tumeitwa na called you, Mungu we are called by ila God kwa njia ya Kristo. through Christ Jesus. Aliyewaita alivyo mtakatifu The nani? one who Mungu. called you is holy. Alivyo mkamilifu nani? There Mungu. is power. Ninyi nani? Iweni wakamilifu. Ninyi iweni watakatifu. Be holy also. Tumeitwa, We are called. tuko kwenye asili ya We're in the yeye nature of him who called. We're called by God kwa njia ya Kristo. through Christ Jesus. Mungu akaja katika mwili, God came into flesh anasema akampatanisha mwanadamu and reconciled na man nafsi yake, with his own soul naye akampa huduma and gave him the na ministry akampa and neno the word la upatanisho. of reconciliation. Ni aibu sana mtu aliyeokoka na ananena kwa lugha, Is very shameful. yeye ndo anatajwa ofisini for a believer. kuwagombanisha watu. He's mentioned in an office to Yeye anatajwa bring, kuwagombanisha watu. quarrel. Familia ya baba fulani, unajua baba family fulani of ndo so-so. ameivunja, He's the alafu one anakuja siku who ya Jumapili has anakwambia, broken the ananena family. mpaka viti vinanyanyuka nyanyuka. He's speaking Ni in aibu tongues sana. and Neno chairs are tulilonalo flying around. sisi sio la The kutenganisha, word of God tuna is not neno to la separate, kuunganisha. but to reconcile. Walioko nje tunawavuta We ndani, bring those walioko gizani tunawaleta those who are in nuruni, darkness, we bring them to walioko light. kwenye uharibifu Those who tunawaleta are in kwenye destruction, neno linalokaa ndani that's the yetu. word in us. That is the word in us. Ndio neno ambalo unapaswa ujue. That's the word you liko should ndani know yako. that is in you. Hatuna neno la We kuwafarakanisha watu, don't have the word tuna to neno bring la kuwakusanya quarrels, watu, but to na huo gather ndo men. ujumbe That's the tulioko nao. message that you have. Ujumbe wetu unapaswa kuwa ni Our Kristo. message Unaweza must be mkarudi Christ. kukaa. You Ujumbe can wetu see- unapaswa kuwa ni Kristo. Our message must Kwa be hiyo Christ. hatupaswi kuchoka kumhubiri We Kristo. shouldn't be tired to preach Asubuhi Christ. unapoamka, In the morning when you you wake must preach Christ. mhubiri Kristo. You must preach Christ. Mhubiri Kristo. Mchana In the afternoon, mhubiri Kristo. preach Christ. Usiku In the evening, mhubiri Kristo. preach Christ. Mahali kokote Wherever you unapokuwa, are, ujumbe ni the Kristo, message is kile Christ. ambacho amekufanyia. What he did for you. Lakini kwenye injili ya Kristo nini But ambacho in the kinapaswa gospel kijue? of Christ, what should you know? Kwenye ujumbe, In the message, jambo la kwanza number lazima one, ujue, you have to know ujumbe umebeba kweli ya kile the ulichokibeba. message carries the truth of what you. Ujumbe umebeba kweli ya ulichokibeba. It carries the truth of what you carry. Ujumbe umebeba kweli ya The ulichokibeba. message carries the truth of what you carry. Kwa nini usimame na ujumbe wa Kristo? Why should you stand with the message Ujumbe wa of Christ? Kristo ni ujumbe The wa kweli. message of Christ is the message of truth. Ujumbe wa Kristo ni ujumbe wa The kweli. message of Christ is the message of Ujumbe truth. wa Kristo ni ujumbe wa It kweli. is the message of truth. Kwa hiyo ukisimama, When you stand, lazima ujue unasimama you kwenye have to kweli. know that you stand in the truth. Yohana sura ile ya 8 John chapter mstari wa 8, 31 verse 31, 32 32. akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, Told to the Jews who believed him, ninyi mkikaa ndani yangu when you dwell in me na maneno yangu yakiwa ndani and my yangu, words in you, mmekuwa wanafunzi wangu you kweli have kweli. become my true disciples. Lakini anasema But he says, mtaifahamu kweli you know the na hiyo kweli and the truth itawaweka huru. shall set you free. Mtaifahamu kweli And you shall na hiyo kweli and the truth itawaweka huru. shall set you free. Kwa hiyo ujumbe tunaopaswa The kubeba, message we should carry, tunapaswa tubebe ujumbe we wa kweli, must carry the message of na huu truth. ujumbe wa kweli ni And Kristo. this message of truth is Yohana Christ. 17:17 John watakase kwa 17:17. ile kweli Sanctify them na by the neno truth. lako ndiyo Thy kweli. word is truth. Huu ujumbe wa kweli ni No, nani? this message of truth Ujumbe wa kweli ni Kristo. is Christ Jesus. Watakase kwa ile kweli Cleanse them by na the neno truth. lako Thy word ndiyo kweli. is truth. 17:17 watakase kwa ile kweli. John 17:17. Neno Sanctify them lako. through the truth. Kristo ambaye ni neno Thy word, Christ ndio who is the kweli word, yenyewe. is the truth. Kwa hiyo himself. kama Kristo yuko ndani yako, If Christ is in kweli you, iko ndani yako, truth is in you. unapoisema hiyo kweli, When you moja ya speak of kitu that truth, kinachotokea ni utakaso. what happens is Moja ya kitu sanctification. kinatokea ni utakaso. Is sanctification. Na kwa nini tunapaswa tubebe ujumbe wa Why kweli? should we carry the message of Tunapaswa truth? tubebe ujumbe wa kweli We should carry the kwa message of sababu truth kweli inatuweka because huru. truth sets us free. Kwa sababu kweli The inatuweka huru. truth sets us free. Kwa sababu kweli inatuweka The huru. truth sets us free. Kwa sababu kweli The truth inatuweka huru. sets us free. Yohana 8:36 John 8. anasema mwana akiwaweka huru, If the Son sets you free, mtakuwa huru kweli you kweli. are free Na indeed. nimesema huyo mwana And ni I Yesu. said that Son Na is huyo Jesus. Yesu ndo
kweli. Kwa hiyo tunapoibeba kweli, maana yake namba moja, tumebeba uhuru wa watu. Tumebeba uhuru wa watu. Tumebeba uhuru wa watu. Lakini cha pili, tunapoibeba kweli, tumebeba utakaso.